Asante. Una dakika Tanzania wakifahamu kwa wakati angalau kwa dakika 5 hivi. Asante sana. Cha kwanza kwenye ulipaji wa fidia ya bima ya amana ambao tumesema tunafanya, na kwa sasa ile tunasema benki 7 kwa sasa hivi toka 2019 20 tuliingia mkataba na benki ya Posta ambao sasa hivi inajulikana TCB Bank. Kwa wale wananchi ambao hawajachukua fidia ya bima ya amana, kipindi hicho ilikuwa mpaka 1.5 tunawaomba wafike kwenye benki ya taifa ya biashara, Tanzania Commercial Bank, kwa ajili ya kujitambulisha, na wale watawatambua ili waweze kulipwa fedha zao. Kama nilivyosema, tuna takriban bilioni 2.9 ambayo haijachukuliwa. Lakini kwa upande wa pili, kwa upande wa benki 6 hizo, kwamba tukiacha benki ya FBME yenyewe, wateja wa FBME tuna ofisi zetu zipo Samora pale, ambapo pia tunapokea hayo madai yao. Wakishajaza form wanaweza pia kututumia kwa mtandao. Email yetu ni dib.info@bot.go.tz. Kwa mteja anaweza akaenda wa FBME anaweza akatutumia sisi moja kwa moja, au akafika ofisi zetu zilizoko Samora karibu na benki ya Azania pale kwenye sanamu la askari au askari monument. Lakini kwa upande wa wateja ambao wamekopa, ambao hawajalipa mikopo yao, tunarejea walipe mikopo yao ili tuweze kuwarejeshea wananchi walioweka amana zao fedha zao. Lakini pia tunawashauri wananchi pia wawe wanajihusisha na taarifa za mwenendo wa benki zao kila miezi mitatu ili kuhakikisha wanajua kwamba mwenendo wao wa benki, kwamba benki yao zinaendaje. Na pia kama wana maswali wanaweza wakauliza hiyo benki husika, au wakauliza benki kuu au CCDIB, tunatoa elimu. Lakini kikubwa pia wateja wajue kwamba kuna bima ya amana ambayo ikitokea njia zote zimetumika, imeshindikana, basi kuna bima ya amana ambayo inahakikisha wao hawapaniki tena wanavyoweka fedha zao benki, wanalala kwa furaha, wanakuwa wanajua kabisa fedha zao zipo salama, kwa sababu kuna bodi ya bima ya amana ambayo tunakinga amana zenu. Asante sana Silvan. Na Luaga, angalau dakika 2. Chap. Asante sana. Niongezee kidogo kwa wateja ambao hawajachukua fidia ya bima ya amana. Inawezekana mwingine anaona pesa ambayo ilikuwa kwenye benki iliyofungwa ni kidogo sana, anaona kusafiri umbali mrefu ni vigumu. Ndio maana bodi ya bima ya amana imeingia makubaliano na TCB ili kwamba mteja, kwa sababu TCB ina matawi karibu kila wilaya, kwamba mteja pale alipo aende akachukue pesa zake, hata kama ni 20,000, 30,000, 40,000, bado ni pesa yake, na asipochukua kwetu sisi inatufanya iwe vigumu kukamilisha zoezi la ufilisi. Kwa hiyo tunawahimiza wananchi waendelee kuchukua fedha zao, lakini pia endapo kuna maswali yoyote yanayohusu kazi za bodi ya bima ya amana, basi wanaweza kuuliza kupitia barua pepe ambayo mtaalamu wetu ameisema hapo. Lakini pia kwa wale ambao wako Dar es Salaam au wako Dodoma ambako kuna ofisi zetu, au kwenye matawi yoyote ya Benki Kuu ya Tanzania kwa sasa, wanaweza kupata taarifa zetu huko. Asante sana. Asante sana Luaga Mwambande, mkuu wa kitengo cha uhusiano wa huduma na uhusiano wa umma na mawasiliano, bodi ya bima ya amana DIB. Asante pia Silvan Makole, afisa mwandamizi bodi ya bima ya amana DIB. Asante pia. Vipi? Utaendelea kuweka siri kwenye mapenzi yako? Umefungua akaunti huku na unamficha mkeo? Utaendelea? Unakufa babu. Tayari mke wangu namficha ili wewe. Watu wanaficha mpaka wake zao. Ubinafsi uliopitiliza huo. Unaita ubinafsi uliopitiliza. Mapenzi ya nini? Siri ya nini kwenye mapenzi? Ubinafsi uliopitiliza. Sema babu, mimi na mali kadhaa. Kama umewekeza, hatujagusa vitu. Sababu mwisho wa siku utatesa familia yako. Na utatesa kweli. Kama umewekeza, unajua kabisa umeweka fedha sijui huko TT, mara sijui umeweka sijui wapi. Taasisi labda 3 za kifedha. Na bado umefungua una account labda benki 4. Uchoyo. Unamwambia mke wako, mimi na account moja tu wife. Moja, alafu hiyo moja je ulichoweka humo
Hata benki kifilisombe naona uvivu kwenda kuchukua. Ingawa ni haki yake. Yes, hatuombei yatokee, lakini ni muhimu sana kwa kweli. Unapojaza zile fomu za kufungua akaunti, uweke na namba na mawasiliano ya ndugu yako. Hivi mfano kwa haraka tu ndio mfano tu, na usichukue muda mwingi kwenye kujibu. Mimi niliweka namba ya wife, si ndio hapa katikati hapa mambo mengi. Kwamba mkaachana. Lakini nadhani kwa kawaida inatakiwa kama ukibadilisha makazi yako, ukibadilisha namba ya simu, una nafasi ya kurudi kwenye benki yako kubadilisha zile taarifa zako. Na kila mwaka huwa benki zinawataka wananchi waweze kuupdate taarifa zao. Shukrani sana bwana. Bwana, tunarejea kwa ajili ya mataifa ya ng'ambo, tutakuwa na mgombea wa bandia kutoka